calories, una burn calories, mafuta yale. Una burn, mzunguko wako wa damu unakuwa vizuri. Unapofanya mazoezi ili kutunza afya njema, mwili wa binadamu unahitaji mazoezi ya viungo kila siku. Na kama vile kwenda shambani, kutembea, kuendesha baiskeli. Leo nimekuwa pale, watoto walipotoka shuleni wanafanya mazoezi pale, wanaendesha baiskeli zao. Nilifurahi sana. Watoto ndio maana wanakuwa vizuri, wanachangamka. Mazoezi unapofanya, moyo utakaa vizuri. Tunakuwa na cholesterol ama lehemu. Wengine wanakuwa na ile mishipa ya moyo inakakamaa. Kuna wengine wanasikia shindano kwenye moyo. Wengine wanakuwa na heart attack. Kabla upate heart attack, wiki moja moyo utaanza kukupa signal. Hata figo pia, kama kuna shida ya figo, utaanza kupata maumivu. Mgongo hapa panawaka moto. Figo ziko nyuma ya mgongo wako hapa. Unapata panawaka moto. Utasikia pain fulani. Kwa hiyo itaonyesha kila kiungo kinakupa ile warning. Within 1 week or 2 weeks utakuwa unapata warning. Kwa hiyo mazoezi ni muhimu sana. Nyinyi hapa campus ni kubwa. Tembea tena. Jioni ni vizuri, na very early in the morning kufanya mazoezi ni muhimu sana. Kwa hivyo hapa tutaenda kujifunza, tuweze kuangalia hata ile nimewambia kwamba ukilala mapema kila kitu ulisoma itakuja hapa. Na kwambia hata before uende kufanya exam yako, fika 30 minutes prior to exact time, utakuwa vizuri. Mazoezi ni muhimu sana. Uwe na uchaguzi uweze kufanya mazoezi. Tukiwa kule kijijini, tunalima, tunaenda shambani, endesha baiskeli, ruka kamba kama dakika 15. Hiyo ni aina ya mazoezi. Hapa kuna Mount Kilimanjaro, watu wanaenda hiking. That is exercise. Mazoezi ni muhimu sana. Kwanza itakusaidia upate usingizi. Kuna watu wanakosa usingizi. Jana nilipata kwenye seminar mama moja amekosa usingizi, ana shida ya moyo. Yaani kifika usiku wa manane anasikia ananyongwa, anasikia moyo maumivu, anasikia anajifunika, anasikia joto, anatoa blanketi. Wakati kidogo anasikia baridi. Yaani anakuwa na hiyo shida, anakuwa na kitu kinaitwa insomnia. Tutawaambia jinsi ya kuweza kufanya uweze kupata kupona. Maana naenda na muda, time is going. Mazoezi ni muhimu sana. Do exercise. Usipofanya mazoezi ni hatari kwa afya yako. Magonjwa mengi yakiwemo magonjwa ya mtindo wa maisha, usipofanya mazoezi, unene kupita kiasi. Ukiwa mnene zaidi, tuna mashini yetu pale inapima, inaangalia wewe uzito wako uko tunaita inakuwa normal. Kuna wengine inakuwa increase, unakuwa na obese, unakuwa 2 level, 3 level. Ukifika 3 level, mnene kupita, unakaribisha ugonjwa wa kisukari, unakaribisha ugonjwa wa figo, unakaribisha magonjwa mengine. Kwa hivyo mazoezi ni muhimu sana. Unene uliokithiri, kisukari. Watu wako na kisukari, jamani. Angalia mengineyo na mengine mengi. Ni muhimu ujitahidi kutenga muda wa kufanya mazoezi, angalau dakika 30 kila siku. Kutembea kwa ukakamavu. Wengine usitembee hivi, tembea like this, wima. Unapokaa, wakati watu wengine wanapenda kujikunja, unaleta shida kwa mgongo. Kaa tunasema 90 degrees, inakuwa vizuri. Kwa hiyo unapofanya mazoezi, kutembea inasaidia mwili kufanya yale mazoezi. Viungo vinafanya ni kama unafanya massage viungo. Kwa hivyo inakuwa vizuri. Na kama ukiwa kama Dar es Salaam, wale wanatoka Dar es Salaam, tenga muda sasa ile umeenda likizo, tembea ufukweni mwa bahari. Nusu saa kwenda, nusu saa kurudi. Unatembea peku kwa ile mchanga ulio na majimaji yale. Unapotembea inafanya kuondoa sumu zilizopo mwilini. Ndio maana Wachina wanatengeneza mashini ambayo inafanya detoxification, but you can do that, walk there. Ndio nanga wazungu wanakuja, wanaingia ndani ya maji, wanalala kwenye sand, wanakuja kujitibu waende, maana kwa waonangi jua.
Kuna mali wazungu wanaona jua inapita huko mbali. Ni muhimu kuja kuangalia mazoezi. Fanya mazoezi ambayo utaweza wewe. Sawa sawa. Nitawapa muda kwa sababu nitawapa nafasi. Sijui niliwaambia jana mnipe maswali jamani. I'm here for you. Kama kuna swali uweze kuuliza. Mazoezi is very important. Kuna wengine wako na shida ya macho, pia kunafanya mazoezi. Kama una shida, ukiona computer 1 hour, you need to relax 3 minutes. Kuna mazoezi, you do like this. You close your eyes, retina yako inarudisha, inaenda kujiadjust na kwa vizuri. Wengine unafanya retina mpaka inakuwa kidogo. Mazoezi ni muhimu na unahitaji kuwa na choice. Kuna mtu ako na swali jamani? Ask question please. I'm here for you. I'm your doctor this week. Free. Wanalipisha $100 consultation over the phone. Wabongo F40. Paka baba mwingine akaomba tufanyie 10. Nikamsikiliza babu huyo. Siku hizi nimepunguza hadi 10,000. Lakini nyinyi bure. Hata mkitoka hapa nitakuwa nasikiliza, unanipigia, oh mimi so and so tulikuwa technical. Hapa najua huyo sitamlipisha pesa. Haya, nakuelezea kama una mzazi wako, mtu yoyote popote walipo, tutafika kwa njia simu kwa maelekezo. Leo kuna mmoja ameniambia baba yake ana shida, nimemwambia what to do na pia tutampa dawa. Kuna dawa leo nimeagiza bee pollen chamvua. Unaona nyuki, ukimwonanga nyuki kwenye miguu yake kuna vitu uchafu umeshikilia ile pollen ni dawa. Wazungu wanatengeneza vidongo wanatuuzia, lakini mimi natengeneza hapa. Mimi nanunua kilo moja wanauza 300,000. Hiyo kilo moja hiyo pollen ninakuja na mix natengeneza dawa. Ndio unaona watu wanaona muujiza. Natengeneza na hiyo pamoja na dawa zingine. Haya. Karibu sana kwa maswali. Yes. Nina maswali matatu. Ningeomba nifahamu saratani ya matiti inasababishwa na nini, lakini pia tiba yake, na mapafu kujaa maji yenyewe inasababishwa na nini ikiwa mtu hatumii vitu kama sigara, na yenyewe siwe inapelekea ikiwa mtu hatumii vitu vya aina hiyo inasababishwa na nini nje na hapo. Lakini pia nilikuwa naomba nifahamu tiba ya ukimwi. Tiba ya ukimwi? Yeah. Haya. Asante sana. Ameniuliza maswali. Kuna mengine yataenda katika ile kuwa na kiasi ambao pombe, sigara na vitu vingine kuwa na kiasi, lakini kuna ile tutakuja katika sheria hizo zingine ambazo tunaenda kuzungumzia. Saratani ya maziwa ya breast cancer inasababishwa na mtindo wa maisha. Mambo ya sexuality, unafanya hivyo kabla wakati wake, unachochea moto kabla wakati wake na kutumia vitu fulani. Pia wakina dada wanavaa bra, bresia. Na mama mmoja nilimwambia, we mama, nimempima nimeona pale kwenye mashini yangu pale inanionyesha. Sasa nikamwambia, we mama, mbona unavaa hizi bra? Wengi wanavaa, kuna zingine ziko na chuma. Wengi wamepata hiyo. Ukisoma kitabu kinaitwa Messages to Young People, dada White ameandika mavazi. Labda tukuje kuzungumzia juu ya mavazi. Hiyo nawapa homework. Mwende msome. Leo nimekuja na vitabu vichache hapa kuonye nini. Messages to Young People. Hicho ni kitabu nilinunua mshahara wangu wa kwanza, na Encyclopedia Medicinal Plants book 1 nimeanza kuambia dawa ya ukimwi. Ni Medicinal Plants book 2 page 755. Uenda soma pale, ya ukimwi imeandikwa pale. Lakini nitakwambia jinsi ya kusaidia mtu ambaye ana virusi vya ukimwi. Tuna HIV na AIDS. Human Immunodeficiency Virus. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Yaani syndrome ni kwamba unapata dalili mbalimbali ambayo kuharisha, sijui nini, vitu kama hiyo. Syndrome ndio hiyo inaitwa syndrome. Lakini HIV, mtu anaweza kuwa na HIV na azae watoto hawana virusi, na mkioana mwingine ako nayo mwingine hana, inaitwa discordant couples. Kwa hivyo mtu uliuliza kupata ukimwi unapataje ama kutibu? Haya, sawa. Hiyo mnajua, nataka niwaambie juu ya tiba kumsaidia mtu. Maana mnajua wengine kupitia sindano, damu, mother to child, na nyingine sex, unaona, na mtu ambaye anayo. Unapata kwamba unapitia through the fluids. Kwa hiyo mtu akiwa na HIV ama akiwa na HIV atadelay kuwa na AIDS. Kwa hiyo utaishi. Kwa hivyo utafanyaje kuishi? Ni kufuata kanuni za afya. Tayari mtu ana virusi, anahitaji kula vizuri, nutrition, anahitaji kufanya mazoezi, anahitaji kupumzika, anahitaji kuacha kupata reinfection, kupata maambukizi mengine. Kwa hivyo na lifespan ya virusi ya ukimwi miezi 6. Kwa hiyo unahitaji kuangalia. Yaani virusi inaingia kwenye seli na pasua ikitafuta sucrose, unaona? Kwa hivyo ina chembe nyeupe ya damu. Utaipatia nini? Blue monkeys wako na kitu kinaitwa simian immune virus. Wale ngedere, wale monkeys walisema ilitoka kwenye monkeys vile walisema, lakini wale monkeys tunaona hawa wafi. Kwa nini? Na wana virusi inaitwa simian immune virus. Wanakula nini? Mode of feeding tunapata wanakula sucrose, matunda, na pia wanakula matawi, majani. Tukaona hawafi. Profesa wangu akaniambia, nilitumwa kule Nyanza kule Kenya kwa miaka 3 na deal na mambo ya HIV AIDS. Nimekuwa trained na serikali kwa mambo ya HIV AIDS na nimefanya miaka 7. Sasa wale watu nikaanza kuwaweka kwa nutrition na kuwapatia, wanakula nanasi, papai, wanakula mbegu za mlonge zile, wanakula asali. Tukaza mama ule alikuwa anaharisha, tukampa makaa kustop kuharisha, akaanza kutumia vitu vingine zaidi. Kama kuna mtu ana shida ile private and confidential, umlete kwangu, nawaeleza. Kuna chakula nitamwandikia ambao ataishi kwa njia. Sasa hivi umesikia misaada itafungwa, si ndio? Ama imefungwa, sijui, sijafuatilia, na Trump, si ndio? Haya, watu wakaanza kuwa na uoga. Usiwe na uoga, chakula kipo. Zingatia nutrition, zingatia wataalamu wako, mambo yanakuwa vizuri. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi. Alafu kitu kingine umesemaje? Mapafu kujaa maji. Tutazungumzia kesho, nazungumzia about kimiminika. Nitaweza kuambia magonjwa yanayokuja, food and water diseases. Nitazungumzia magonjwa yanayoletwa chakula na maji kesho ninapozungumzia kimiminika. Asante sana. Ili wangapi wamekuja ni wageni, mara yao ya kwanza kuja hapa tangu wazaliwe? Sio Adventista wa Sabato. Inua mkono juu. Barikiwe sana wewe na wewe wawili. Kuna wengine pale 3. Mungu awabariki sana. Sasa mmekuja watatu na hapa zawadi ya kitabu cha afya. Kuanzia leo muende msaidie watu. Andikie majina yao. I'm going to give them books. Nitaangalia pale kwenye gari. Hapa wako wawili. Wapatia hapa kiongozi. Give them this gift from Dr. Kefa. Niwanunulie hii kitabu, ni bei. I give you as a gift. Mimi ndio nimenunua, maana najali uwe na afya njema. Haya, give them our leader there, hawa wawili. Haya, kuna pale pia ni wawili. Yeah. This one utampa ule mwenye anabaki, tutaenda pale kwenye gari nitampatia kitabu. I think iko kwenye yangu. God bless you. Anawasaidia wazazi wenu mambo ya afya. Mimi nilikuja kanisa hili 2000. Mimi sikuzaliwa kwa kanisa ya Adventista wa Sabato. Mungu alinileta. Nilisoma Biblia for 1 year. Na mwisho saa 8 usiku. Maana nikaja kwa hii kanisa na Mungu akanipa this gift of healing na nikasoma. Nimefanya kitu kinaitwa Natural Pharmacology and Pharmacognosy. Yaani nimesomea miti. Najua na nutrition. Na
natural therapy and nutrition and herbal medicine. Nimesomea mti, hata kama sijui jina yake najua inatibu nini. Nimekuwa pale kijiji cha Orbesh, wanatukasa chuo mkoa wa Manyara, tumekuwa pale. Nimeonyesha dawa moja inatibu magonjwa 59 inapatikana pale. Watu wanaumwa. Bibi mmoja wa miaka 90 alikuwa tembei. Kila siku tunamwambia, kwa wiki 2 tulikuwa pale, nikampa dawa free. Alitembea na akabatizwa ndani ya maji mengi. Mungu alitenda muujiza. God is doing a miracle. Kuna kitabu hiki kinaitwa Almost Home, A Call to Revival and Reformation. Bring health to the world. Ted Wilson anasema kwamba leta afya kwa ulimwengu. Ndio maana tunafundisha hapa. Kwa hivyo tutaenda kuongoza. Wale ambao wamebaki tutakupa zawadi ya kitabu na pia tutafanya taratibu. Kuna kitabu kingine, waendelee kuja. Hiyo ni cha kwanza, nitakupa kingine cha pili ambao nilisoma na nikaja kwa hii kanisa. Inasema jipatie amani moyoni. Duniani hamna amani, lakini ile kitabu ukisoma inakupa amani moyoni. You have peace. Naenda kuwapatia ambao wamekuja leo, ndio zawadi na wapatia. Na hapa hii, na kuna kitabu cha pili na organize tuweze tukipata kesho tutawapa. Na muendelee kualika na wengine. Halika wengine. Mungu atatujalia nitanunua vitabu, it's expensive. Nina vitabu ya 2,000,000. No, not 2,000,000. 200,000, 4,000,000 Tanzania. Ya Kenya ni 200,000. Vitabu vipo. Napenda kusoma. Namkanga saa 9 naanza kusoma. Kwa hivyo ni vizuri, barikiwe sana. Kwa wageni nawapa upendeleo. Una swali lolote, daktari? Shida yote ambayo imekusumbua ama inamsumbua mtu fulani, beste yako ama nyumbani, wazazi, I'm here for you because God has brought me here for you to be blessed. Sawa sawa. Kuna mtu? Haya. Kesho tutazungumzia juu ya mazingira na kimiminika. Utashangaa sana jinsi maji inatibu magonjwa. Utashangaa mwili wako unakuaje, uko na maji kiasi gani, na ubongo wako vizuri. Tusimame kwa ajili ya kufunga time. Sawa sawa. Nenda kuomba, na nilisema mweke maombi yenu kwenye hiyo boxi. Mungu anaona. Kama hujapata muda wa kuandika, Mungu amekuona tayari, anajua unahitaji. Kuwa na imani kwamba Mungu atatenda. Mungu azidi kuwabariki, na tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu ketie juu mbinguni, tuna wingi wa shukrani tena katika masaa ya usiku. Umekuwa pamoja nasi katika siku hii, siku ya pili ambao tumeweza kuangalia juu ya uchaguzi, choice, na juu ya mazoezi. Mungu umetupa kila kitu kwa ajili ya uponyaji wetu. Tunapofanya mazoezi hata ya kutembea tu, wengine kukimbia, ni mazoezi ni muhimu sana kuweza kusaidia mwili wetu uweze kufanya kazi. Maana mwili wa binadamu, unaposoma anatomy and physiology ya mwili wa binadamu, una uwezo wa kujirekebisha, kujitibia matatizo ambayo yamekuja au magonjwa ambayo yapo. Mungu wetu uzidi kutusaidia, uweze kutuongoza. Na pia Mungu wa mbinguni, watoto wako wamekuja leo kwa ajili ya kujifunza kutoka kwako, na waombe uweze kuwabariki, na hata katika mitihani yao, katika masomo yao, Mungu kafungue milango. Bana, kuna wakati wengine wanakata tamaa, maana hata kuangalia school fees inatoka wapi. Mungu tenda muujiza, watoto wako waweze kufanikiwa. Hata watakapomaliza masomo yao, ukafungue akili zao, waweze kuanzisha project, waweze kuanzisha kazi yao wanaposubiria hata kuajiriwa. Mungu, kuna fursa nyingi, wasaidie vijana hawa. Baba yetu, kila mmoja ambaye amekuja jioni ya leo kusikiliza kutoka kwako kwa njia hii ya afya, Baba wa mbinguni, naomba wabariki. Na hata na wazazi wao, walezi wao,
jamii wanakotoka. Unapotubariki hapa, naombea pia ukabarikie na pale nyumbani. Hata kama kuna mzazi ambaye anaumwa jioni ya leo, hata wakati mwingine aweze kupiga simu na kuweza kuambia mtoto wake, jamani, nimeona nafuu, jinsi nilipokuwa nimeona nafuu. Mungu wa mbinguni uweze kutusaidia. Hata mgonjwa anapokuwa ni mgonjwa pale nyumbani, anasaidiwa, anashikiliwa kidogo, anapiga hatua 1 2 na hatimaye inakuwa vizuri. Mazoezi ni muhimu, tuweze kuwa na uchaguzi kukutegemea wewe na kufuata kanuni za afya. Wabariki wanaporudi na kwenda kupumzika hadi kesho, panapo mapenzi yako, tuweze kuendelea na vipindi vingine. Wasaidie pia, waalike na wengine waweze kubarikiwa tunapobarikiwa pamoja. Asante kwa wageni ambao wamefika siku ya leo. Uzidi kuwabariki, wajaze na hekima na maarifa itokayo juu. Mungu wa mbinguni, mwapatia vitabu vya afya. Mungu wa mbinguni, naomba wabariki wanaposoma na kuwaelekeza watu wengine. Mungu, nijalie nami, nipe maarifa niweze kuendelea kuwasaidia watu wako. Maana kusudi lako kuniumba duniani ni kuweza kufanya kazi ya umishonari, kuwasaidia kupunguza maumivu ya maradhi ambayo yanawakumba watoto wako. Zaidi ya mno Baba, kuwakumbusha kwamba Mungu pekee ndiye anayeponya, na wewe unatayarisha wengi kwa kurudi kwako mara ya pili, ambao tuweze kuwa nyumbani. Watu wote umewaalika kwamba Kristo unaporejesha ufalme wako tuweze kukulaki mawinguni. Wabariki kila mmoja katika Kristo, naomba nikiamini. Amen. Mungu atubariki, tuende kwa amani na tuzidi kuelekea. Kiongozi, karibu sana. Basi tumefika mwisho wa siku ya leo, na tulikuwa na somo la afya. Kesho tunaanza saa 1:15. Kwa hiyo daktari anakuja mapema ili upate detail vizuri kabisa kuhusu afya. Sana zaidi. Tuombe. Baba, asante kwa sababu tunaendelea kubarikiwa katika somo hili la afya. Lakini Mungu, tunapotoka sasa, watoto wako tunaenda kusoma. Mungu, tupatie akili zenye. Changamoto ni nyingi, lakini kwa sababu Mungu tunakutegemea wewe mbinguni, tunaamini kwamba utaenda. Daktari pia anapoondoka sasa, safirishe na salama, na tukutane hapa tukiwa salama wote, ili tuendelee kujifunza kwa ajili ya kutunza miili yetu na kwa